بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ndugu Waislamu, tunaendelea na darasa inayotufundisha masala ambayo yanahusiana na Ramadhani. Sasa leo tutajifunza yanayohusiana na faini kwa kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani. Akafanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, saumu imebatilika. Sasa mambo gani yanayowajibika kwa mtu wa namna hii? Leo hayo ndiyo tunayojifundisha na yanawahusu Waislamu. Aslun fi masaili tataallaqu bil kafarat. Somo hili la leo litatufunza masala yanayohusiana na faini za aliyefanya tendo la ndoa au makosa mengine yoyote ndani ya Ramadhani, kwa maana mchana. Kafaratul mujami'i fi nahari Ramadhana, faini ya aliyefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, mutaammidan, kalifanya kwa kusudi, muqiman, kalifanya hilo yeye si msafiri, faini yake ni hii iliyoelezwa na sheria ya dini ya Kiislamu. Kwanza, wa ajma'u ala anna man jamaa wa huwa saimu fi ramadhana amidan kana asiyan wa batala sawmuhu. Wanazuoni wa ahlu sunna wal jamaa wameafikiana wote kwamba atakayefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, siku ile aliyofanya tendo la ndoa, siku ile saumu imebatilika. Saumu imefanya nini? Tunaposema imebatilika saumu hiyo, hakuna saumu. Usije ukajidanganya kuwa ulifunga siku ile, ishatambulika hujafunga kitu. Alafu walazimahu imsaku baqiyati nahar, inalazimika ile sehemu ya mchana iliyobakia ajizuia, haruhusiwi kula. Hapa na hapa saumu ikishabatilika haina kibali cha kuendelea wewe ule kwenye muda uliosalia. Hayo yameelezwa na wanasheria, akiwemo al-Imam Nawawi. Ameeleza mtu kama saumu yake itabatilika, ya mwanamume au ya mwanamke, kwa kufanya tendo la ndoa au kwa udhuru mwingine wote ule, basi analazimika ajizuie ile muda uliobaki wa mchana, hakuna kula. Tunaelewana Waislamu? Umetoka safari, unakwenda unasafiri, umefika kule, safari yako umefika, basi unatakiwa uendelee kujizuia hata kama njiani ulikula. Tunaelewana? Angalau njiani ulikuwa msafiri na ushakula, uruhusi kuendelea kula madhali safari ishafika. Sasa hawa wanaozuoni waliosema aliyefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani saumu yake imebatilika, wana hoja gani kutoka kwenye vyanzo vya sheria? Dhahaba jumhurul ulama ila wujubi al-kaffara. Wanazuoni wamekwenda na kutufahamisha, jamhuri ya wanazuoni, kwamba ni wajibu kutoa faini ya aliyefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani. Wastadallu bihadithi Abi Huraira, na wametumia kuleta hoja hiyo na kuthibitisha hayo ni hadithi aliyopokea Abi Huraira fi sahihaini. Maelezo yaliyopokelewa na Imam Abi Huraira yako katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim. Anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtu mmoja alikuja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqala, mtu yule akasema, halaktu ya Rasulallah, e mtume wa Mungu, mimi nimeangamia. Halaktu ya Rasulallah, nimeangamia e mtume wa Mungu. Qala, mtume akasema, wama ahlakaka, kitu gani kilichokuangamiza wewe? Qala, waqa'tu ala imraati fi Ramadhana, nimejamiana na mke wangu mchana wa Ramadhani. Qala, hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan, je, unaye mtumwa ili umwache huru iwe ndio faini ya kosa hili? Kwa hivyo huyu bwana mkubwa alikuja na kueleza kwamba mimi nimeangamia kwa sababu nimejimai au nimejamiana na mke wangu mchana wa Ramadhani.
Akamwambia Mtume, nimefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani na mke wangu. Mtume akamwambia, je, unaye mtumwa ili umwache huru iwe ndiyo faini ya hili kosa? Qala la, yule bwana akasema hapana. Qala, Mtume akasema, fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, unaweza kufunga miezi miwili mfululizo kwa afya yako ulionayo? Qala la, Mtume aona afya yangu ilivyo, hahitaji wala maelekezo, siwezi, la sivyo nitasindikizwa akhera, mfunge miezi miwili mfululizo bila kuacha hata siku moja, siwezi Mtume. Allah. Qala, yule bwana akasema, qala la, hapana, siwezi. Qala fahal tajidu ma tut'imu 60 miskinan, je, unacho chakula cha kuwalisha masikini 60? Qala la, sina. Hali ya fukara kama mafukara watahesabiwa katika mji huu wa Madina, yule mfukara wa mwisho ndio mimi, maana sina kabisa. Bora hata yule fukara namba moja anayo nafuu, mimi wa mwisho sina kitu bwana. Qala la, yule bwana akasema hapana, sina kitu. Qala, Mtume akasema, thumma jalasa, kisha akakaa. Sasa kukaa, huyu bwana hana faini ya kuacha mtumwa, hana faini ya hawezi kufunga, hana faini ya kutoa chakula kuwapa mafukara na maskini. Basi Mtume akakaa pale. Fa utiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi'araqin fihi tamrun, akaletewa Mtume pale pale kikapu chenye tende. Leto kikapu kikubwa kina tende kwa Mtume. Faqala, Mtume alichofanya kama kiongozi wa serikali, achukua hii, akampa yule bwana. Faqala, Mtume akamwambia, tasaddaq bihadha, sasa hili kosa ulilofanya nenda katoe faini yake, ni hizi tende, katoe kawapa mafukara, nimeshakumilikisha ini yako, nenda katoe hii ni faini ya hili kosa ulilofanya. Tunaelewana Waislamu? Anapoelekezwa sahaba kama huyu, ndio maana tunaelekezwa na sisi sote, sio anaelekezwa huyu limeishia hapo. Wewe wa leo ukiwa umefanya tendo la ndoa, haya yanakuhusu. Umefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, haya tasaddaq bihadha, nenda ukatoa sadaka kwa hiki. Qala faqala ala afqara minna, Mtume, hivi kuna fakiri zaidi yangu mimi katika mji huu? Kama tukikaguliwa hapa Madina, yuko fakiri ananizidi mimi ufukara, nimeshapata hiki tena nikakitoe, kwa nini sikisiende kunisaidia katika maisha yangu? Bwana, si umefanya makosa, katoe basi hiki. La ilaha illallah. Fama baina labataiha ahlu baitin, akasema yule bwana, hakuna katika pande mbili za Madina watu, familia yenye uhitaji mno kuliko ni sisi. Yani Mtume, pamoja nimefanya makosa yote haya, katika familia yenye mahitaji kupata chakula kama hiki, sisi ndio hasa tunastahiki. Fadhahika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Hapo Mtume kwa kweli nimemwambia hivi mpaka akacheka Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata badat anyabuhu, mpaka yakaoneka meno chongole yake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala, kisha Mtume akasema, idhhab fa at'imhu ahlak, aya, chukua hiki, nenda kawalisha familia yako, ndio itakuwa kafara la kosa ulilofanya. Wallafdhu li Muslim, na hadithi ya tamko hili tulilolisema ni ile iliyopokewa na al-Imamu Muslim. Kwa hiyo jamhuri ya wanawazuoni wameeleza kufuatia hadithi hii kwamba ni lazima aliyefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani atoe faini hiyo. Je, sasa ni lolote katika hili au kwa utaratibu? Wadhahaba Ibn Sirina wan-Nakhai wash-Sha'bi wa Sa'id ibn Jubair ila annahu la talzamuhu al-kafara. Wako wanazuoni wachache sana wanasema hakuna kafara lolote linalowajibika, lianna as-sawma ibadatun la tajib al-kafaratu biifsadi qada'iha. Wako wanaeleza kwamba saumu ikishakuwa imebatilika ni ibada, haihitaji kafara. Lakini haya tunayaeleza ili we Muislamu
Utaposikia kutoka kwa shekhe mwingine kwamba mtu aliyefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani hana faini, uelewe hiyo ni kauli ya wanaozuoni wachache sana. Kauli inayotumika na inayosikilizwa na inayofuatwa na Muislamu analazimika kuifuata ni kauli na hadithi ilivyosema kwamba aliyefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani anawajibika atoe kafara au faini hii. Madha yajibu alayhi fi hadhihi alkafara, kitu gani anachowajibika katika kafara hili? Dhahaba aljumhur min ahli alilmi ila annahu talzamuhu kafaratu almudahir, ila mlazimu kafara lile lile la kama mtu atamwambia mke wake anti kadhahari ummi. Wa khalafa Malikun, alimamu Malik yeye kaenda tofauti na jamhuri walivyosema, faqala, akasema bil it'ami faqat, faini ya huyo aliyofanya tendo la ndoa sio kumtoa mtumwa awe huru, wala sio kufunga siku 60. Imam Malik anasema ni kutoa chakula tu basi, wala yaakhudh bi'itqi wala bisiyami, hakuna kutoa mtumwa aache huru wala kufunga siku 60. Wa hadha waqa fil mudawwana, na hivi ndivyo ilivyokuja katika kitabu al-Mudawwana. Kwa muhtasari, katika madhhabu al-Imam Malik mwisho akatoa maelezo kwamba pale Imam Malik aliposema kitoleo chakula, yeye alikuwa amekusudia kwamba faini hii mtu aliyefanya kosa hili ataanza kuulizwa na mwanasheria kwamba unacho chakula cha kuwapa maskini 60? Basi toa hicho. Huna? Basi funga siku 60. Hauna? Basi toa mtumwa huru. Kwa madhhabu Imam Malik walikuja wakaeleza hivyo. Hal yalzamu tartibu fi hadhihi alkafara, je, ni lazima kafara hili litolewe kwa mpangilio huu tulioeleza? Fil mas'alati qawlan, katika mas'ala haya kuna kauli mbili. Annahu yalzamu tartib, ni lazima huu mpangilio uanze, kama una mtumwa umwache huru, kama huna mtumwa ufunge siku 60. Kama afya yako hairuhusu, daktari kathibitisha hivyo, utoe chakula cha kuwapa maskini 60. Na hili hatuwezi kwa watu wenye uwezo kuwaambia toeni, uchukulie kigezo na mwingine mwenye uwezo kwamba akifanya kosa la namna hii anaambiwa afunge. Leo hakuna watumwa, afunge siku ngapi? 60. Muhtasari wa maelezo haya ni marefu. Je, na mwanamke naye analazimika, kwa sababu ile tendo la ndoa limefanyika kati ya mwanamume na mwanamke, si ndio? Je, na yule mwanamke naye analazimika atoe kafaini hii, naye anahusika? Wanazuoni kuhusu hili wamekhtalifiana. Wako waliosema na yeye mwanamke naye analazimika. Walioeleza hivyo ni al-Imam Malik, al-Imam Abi Hanifa, al-Imam Abi Thawr wa Ibn al-Mundhir, wa riwayatun an Ahmad, na riwaya moja katika Imam Ahmad, wa qaulun an Shafi'i, na kauli nyingine ya Imam Shafi'i. Lakini kauli ya pili inaeleza annahu la yalzamu, mwanamke halazimiki kutoa kafara au faini hii, anayehusika na kosa hili ni mwanamume tu. Wa huwa qaulu al-Hasan, ndio kauli ya Hasan al-Basri wal Auza'i, wa huwa riwayatun an Ahmad, ndio mapokezi mengine ya Imam Ahmad bin Hanbali. Wa qaulu lish-Shafi'i, na ndio kauli ya Imam Shafi'i, kauli ya pili. Wa huwa sahihu inda Shafi'iyya, na hii ndio kauli sahihi katika madhhabu Shafi'iyya. Unapokuja katika madhhabu Shafi'i, je, huyu mwanamke naye anahusika? Tunakwambia hahusiki, kosa hilo linamhusu mwanamume tu. Wa huwa qaulu Daud, na hii ndio kauli ya Daudi katika madhhabu ya Dhahiriyya wa Ibn Hazm na Ibn Hazm. Muislamu, fiqhi unaotakiwa uondoke nayo katika masala haya ni hii ifuatayo. Hukumu ya mwenye kujamiana mchana wa Ramadhani kwa makusudi ni hii ifuatayo. Kama mtu huyu ni mkazi, si msafiri, pia hakulazimishwa kufanya hilo tendo la ndoa, pia alikuwa anajua kwamba kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani ni haramu, basi analazimika haya yafuatayo. Kwanza, kuilipa ile siku alofanya tendo la ndoa, ile siku kama siku anatakiwa ilipe, la kwanza. Alafu pili, atoe faini ya kosa hili alilofanya mchana wa Ramadhani, na faini yenyewe ima
Daraja la kwanza ni kumwacha mtumwa huri. Kama huna ya pili, basi ni kufunga miezi miwili mfululizo, na endapo utaacha siku moja katika hiyo miezi miwili zinafutwa, unaanza mwanzo. Tatu, kama hawezi na hiyo miezi miwili kufunga, basi atawalisha masikini 60. Na mpangilio huu, kuanza mtumwa, kufunga siku 60, kuwapa chakula masikini 60, ndio ni lazima huu mpangilio upatikane. Faini hii ni lazima Muislamu aitoe. Pia kafara hili liendane na mpangilio. Na kuhusiana na mwanamke, je, yeye anawajibika atoe kafara au hapana? Wanazuoni wetu wamekhtalifiana, lakini kauli katika madhhabu Shafi'i ni kwamba mwanamke hahusiki katika faini, lakini anahusika kulipa ile siku aliyokuwa amefungua kwa kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhan. Wallahu a'la wa alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kama kuna mtu ana swali kuhusu haya tulioeleza, basi ni vyema ukatuuliza.